Imekuwa ni kawaida kwetu kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanahusu ufugaji wa kuku. Leo ni siku nyingine tena ambayo tunakwenda kujifunza jinsi ya kupata wateja wa uhakika, au ni njia gani nzuri utatumia ili kupata wateja wa uhakika. Njia ya kwanza tunasema anza na soko kabla ya uzalishaji. Unapotaka kuanza kuzalisha kuku wako, jitahidi kwanza kutafuta soko ndipo uanze kuzalisha kuku. Usisubiri mpaka kuku wakue ndio uanze kutafuta soko. Tembelea migahawa, maduka ya vyakula ili kupata soko la produkti zako. Jambo jingine ni kutengeneza mahusiano kati ya wewe muuzaji na mnunuzi. Mpatie namba mnunuzi, namba yako ya simu, wasiliana naye mara kwa mara. Wape taarifa kama mzigo uko tayari kwa ajili ya kuuza. Usiwape taarifa ghafla. Wape taarifa angalau kama muda mchache umebakia unapotaka kuuza product yako. Kwa mfano, unaweza ukatoa taarifa, wiki ijayo nitakuwa na kuku 50 wa kienyeji. Je, unaweza kuwahitaji au unawahitaji? Hapo itakuwa inakurahisishia wewe kupata soko kabla ya ule muda wa kuuza kwako kufikia. Jambo la tatu ni kutoa huduma za uhakika. Watu wanajifeel comfortable sana kufanya kazi na mtu ambaye anatoa huduma ya uhakika, sio kubahatisha. Wateja wanataka consistency. Peleka mizigo, bidhaa kwa wakati. Yaani sio mnakubaliana kesho, unapeleka baada ya siku 2 au 3 mbele. Hiyo inakuwa haipendezi. Kitu kingine ni ubora na uhakika wa bidhaa yako. Hakikisha bidhaa yako inakuwa bora. Unapotaka kubadili bei, anza kuwataarifu taratibu ili kuhakikisha kwamba huwapotezi wale wateja wapata mwanzo. Kitu cha 4, jitambulishe kama brand. Tengeneza brand yako wewe mwenyewe. Hata kama una kuku wachache, kwa mfano una kuku 50 tu, fanya onekane kwamba una thamani katika jamii inayokuzunguka. Tumia njia nzuri za kibiashara au tafuta brand nzuri ya kibiashara ambayo itakutambulisha wewe kama wewe. Kwa mfano, mimi natumia Duma Project. Hiyo inaweza kukusababishia wewe kuonekana uko professional zaidi, watu wakajua kwamba huyu jamaa yuko serious, habahatishi. Jambo la 5 ni kutumia mitandao ya kijamii. Hakikisha unatumia mitandao ya kijamii ili kuimarisha biashara yako, watu waweze kutambua zaidi kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia wateja wengine utawapata kupitia mitandao ya kijamii. Posti kuku wako, mayai na process za ufugaji ili kuwavuta zaidi watu ambao wanaweza kawa wanatazama nini unaposti kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano, unaweza kuposti kwenye WhatsApp au unaweza kuposti Facebook. Hii inaweza kukurahisishia zaidi kulingana na hadhira ambao uko nayo, wakaitazama kwa haraka zaidi na kujua unafanya nini ambacho kinaweza kuwavuta kwenye biashara yako. Namba 6, tafuta wateja wa kudumu. Ukiwa na wateja wa kudumu, biashara haiwezi kuyumba kwa sababu kila siku una uhakika fulani atachukua bidhaa yangu na kwa muda gani. Kwa mfano, unaweza kutafuta wateja kwenye migahawa, hoteli, akina mamalishe na wauzaji mbalimbali wa mayai. Kitu cha 7 ni kufanya makubaliano na wateja. Hata kama si rasmi sana, lakini hakikisha unafanya makubaliano ambayo yanamwaminisha mteja kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Weka makubaliano ya bei, siku ya kudeliver. Kama una kuku labda 50, yeye anataka kuku 20, mwambie kwamba mimi na kuku 50 nitakuuzia kuku 20. Au kama una kuku wachache, yeye anahitaji kuku wengi, unamwambia bwana, mimi na kuku kadhaa, wewe unahitaji kuku wengi, je, unaweza kuchukua? Yeye anaweza kusema bwana, hapa ninaweza nikachukua, au siwezi kuchukua, nataka mzigo mkubwa zaidi. Kitu cha 8, toa sababu ya kuchagua wewe. Yaani wao waone tunamchagua huyu kwa sababu ya 1, 2, 3. Kwa mfano,
Wanakuchagua wewe kwa sababu wewe ni mfugaji mzuri wa kuku wa kienyeji halisi. Unatoa delivery bure, unazalisha mayai, unazalisha kuku kwa wakati. Alafu pili, jiulize kwa nini wananunua kuku kwako na si kwa wengine. Hiki ni kitu cha muhimu sana. Ukishajua kwa nini wananunua sana kwako, utaimarisha na kuziba mapengo ambayo yanaathiri kuku wako au yanaathiri mradi wako. Kitu cha 9, hifadhi wateja wako, usiwapoteze. Usikubali kuwapoteza kirahisi, kwa sababu kupatikana kwa wateja ni ngumu zaidi kuliko kuwahifadhi. Wape discount ndogo ndogo. Wape bonus ya kuku. Kwa mfano mtu amechukua kuku 20, unaweza kumpa hata kuku mmoja bonus. Hii itakuwa itamvuta zaidi kuja kwako mara kwa mara. Alafu kitu kingine, wajali wateja wako ili siweze kuwapoteza. Jambo la mwisho ni makosa kuepuka. Epuka kutafuta wateja baada ya kwako kukua. Epuka kutotimiza ahadi kwa wateja wako. Hii itakuharibia sana kwenye biashara yako. Epuka kubadilisha bei kila siku. Leo bei hii, kesho bei hii. Leo bei iko juu, kesho bei imeshuka. Kesho bei imeshuka, kesho kutwa bei iko juu zaidi. Haitakiwi. Kutojibu simu napo si jambo zuri kwenye biashara yako. Na mimi nitakuwa nimejifunza vitu mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kushare na comment kwa mafunzo mengine zaidi. Na Mungu awabariki. Ciao.